Usiku unapoingia katika anga la Mashariki ya Kati, sauti ya ving'ora vya tahadhari huanza kulia. Dakika chache baadaye, kombora linaonekana angani likikatiza giza, lakini kabla halijafika ardhini, ghafla linapasuka vipande vipande. Badala ya bomu moja kubwa kulipuka, makumi ya mabomu madogo hutawanyika angani kama mvua ya moto, yakishuka kwa kasi kuelekea miji na maeneo ya kijeshi. Haya ndiyo mabomu ya cluster, silaha hatari ambazo zimeanza kuonekana tena katika vita kali inayotikisa Mashariki ya Kati. Na safari hii, ripoti nyingi za kijeshi zinasema yamekuwa yakitumiwa na jeshi la Irani katika mashambulizi dhidi ya Israeli na maeneo ya kimkakati ya kijeshi. Lakini swali moja kubwa ni hili: kwa nini Irani inatumia silaha hii yenye utata mkubwa duniani? Mabomu ya cluster ni nini? Mabomu ya cluster ni aina ya silaha ambazo hufunguka angani na kutawanya mabomu madogo madogo mengi, yani bomblets, katika eneo kubwa. Kombora moja linaweza kutawanya makumi au hata mamia ya mabomu madogo madogo ambayo hulipuka yakigonga ardhi au vitu vilivyopo chini. Tatizo kubwa la silaha hizi ni kwamba baadhi ya mabomu hayo hayalipuki mara moja na yanaweza kubaki ardhini kwa muda mrefu kama mabomu ya ardhini, yakileta hatari kubwa kwa raia hata baada ya vita kuisha. Katika vita vinavyoendelea Mashariki ya Kati kati ya Irani, Marekani na Israeli, jeshi la Israeli limedai kwamba Irani imerusha makombora yenye vichwa vya cluster mara kadhaa tangu vita vilipoanza. Ripoti zinaonyesha kuwa baadhi ya makombora hayo yalipasuka angani na kutawanya mabomu madogo juu ya maeneo ya Israeli, yakisababisha milipuko kadhaa katika sehemu tofauti kwa wakati mmoja. Katika tukio moja lililoripotiwa Machi 26, bomu la aina hiyo lililipuka katika barabara moja katikati ya Israeli na kusababisha vifo na majeruhi kwa raia waliokuwa karibu. Wataalamu wa silaha wanasema kwamba makombora hayo yanaweza kufunguka kilomita kadhaa juu ya ardhi na kutawanya mabomu madogo katika eneo kubwa sana. Kwa nini silaha hii inatumika? Kwa upande wa kijeshi, mabomu ya cluster yana faida moja kubwa: yanaweza kushambulia eneo kubwa kwa wakati mmoja. Hivyo hutumika wakati jeshi linapotaka, kwanza, kushambulia askari wengi walioko eneo moja; pili, kuharibu magari au kambi za kijeshi; na tatu, kupenya mifumo ya ulinzi wa anga.